Kidogo mwanangu huyu hapa mstaarabu au vipi? Okay. Yaani huyu mwanangu yani mtu fulani ambaye kwanza ana mambo mengi, yani mwanangu mtu fulani vipisi. Akipata demu wake mmoja kama huyu dada amemaliza. Kama kaisha huyo. Kama huyo tu yani. Sasa ni sahihi. Mambo yako hayo. Ndugu zangu huu mwezi bado hujaisha. Basi tunaomba isifikie huko. Boda boda cha Video Boy. Yes, Awisho Boy videoboy.com baba JJ. Bwana nipo na watu fulani hivi. Wabadi wanaumiza kichwa. Ujue muziki ukitaka kukamilika vizuri huo umekamilika kisasa. Ukiambia uimbe muziki fulani unaimba, muziki fulani unaimba. Nipo na Eno Platinum mdogo wangu hapa wa faida. Unajua nani? Anaitwa Sajenti. Eno vipi? Yeah, kama kaa bro. Jamani mwingi? Yeah. Umepoa? Yeah, nimepoa. Saumu inapanda? Saumu kali sana, afu unajua umekuja dakika za jioni, kwa hiyo yani umenikuta katika hali za jioni sana. Huyo jamaa huyo. Ashakula. Sajenti? Ndio wangu. Safi goma. Wangu siku unapoa? Yeah, napoa blaza, ila huu umeona. Watanzania kiujumla labda niwaambie saumu imenishinda kwa sababu naumwa, umeona hata sauti yangu imebadilika kwa ajili ya Kiboda boda cha Video Boy. Naumwa in short, naumwa. Mbona wanaambia au magonjwa ya vijana wale? Bwana Watanzania kwa kweli. Unaona huyu ndio anaumwa na mafua, ndugu yangu ana mafua. Kwanza huyu jamaa kaumwa mafua tu, hadi kaumwa mafua tumeenda mpaka hospitali. Ugonjwa wenyewe mafua, tumepata zile dawa za chenga chenga. Tumerudi hapa rafiki yangu hajawahi kufunga hiki sijui chungu cha ngapi, huyu hajawahi hata chungu kimoja. So sijawahi mzee. Hamna kitu ambacho mimi sijawahi kufanya. Huyu mwenyewe anajua. Kila kitu unafanya? Kila kitu mimi nimekifanya. Yaani ambapo watu wanapita sasa hivi mimi nishapita. Hamna kitu ambacho mimi sijafanya. Okay. Tuongelee muziki wenu ambao mnaufanya. Ni vijana ambao anacheka. Okay, sawa. Tuongelee muziki wenu ambao mnaufanya. Naona kuna nyimbo ambazo mmeitoa mnafanya vizuri sana mtandaoni. Yeah. Nyimbo aina gani? Hizi nyimbo design ya muziki wa single. So watu wanachanganyikiwa muziki wa singeli, muziki aina gani? Maana mkiwekewa beat lote mnacharaza kweli kweli. Mtu tufanulie nyimbo ambayo mmeitoa. Design gani? Ile ni singeli. Ni singeli ambao sisi pia ni vijana ambao tumejaribu tu kutengeneza utofauti wa kuimba, ila wote njia yetu ni ile ile tu kupata mafanikio na vitu vingine, maisha mengine yaendelee. Okay. Kwa hiyo Okay. Hivi ile nyimbo kwamba idea katika mmoja wapo hapa alikuwa ni nani? Eno au Sajenti? Yaani hapo unajua hiyo siku ni situation ambayo ilitukuta kwa pamoja, kwa sababu Sajenti hiyo siku mwanangu tulikutana mwanangu hiyo siku tulikuwa zetu Madale. Ndio tulipata hiyo idea, mwanangu alikuwa ametoka zake kuumizwa huko sijui dogo. Ndio wewe. Anafagilia sana. Ninapoongea naomba niache. Anafagilia sana unagana. Dogo ndio uhusiano lake la mwisho. Subiri. Hivi unaona mbie Eno anafagilia mshangazi? Eno mambo yake mimi ninajua. Na Eno mambo yake labda mambo yake ni mishangazi. Mishangazi. Okay. Eno mama siku hizi kitambi naona kinapotea kabisa. Eno anapiga gym. Yeah. Wana maana wanasababisha mambo ya gym nini uongo? Muhimu, unajua. Mdogo wangu. Okay, sawa. Kwa maana yake idea imetokea mkiwa studio. Idea ilikuwa studio, dogo wao aliumizwa. Mimi ile verse yenyewe nilianza kuimba verse kwa sababu mimi ile verse yenyewe tuliimba kama freestyle. Beat tulidownload TikTok. Ni kati ya project ambazo yani zile project ambazo sisi tumepanga kuachia, yani kati ya project ambazo kusema ukweli Mungu mwenyewe ndo anajua, ila sisi tunasikia beat tu tukalipenda, afu sikio tulikuwa
tuna feelings zetu za kimaisha. Kifua Eno kashasema mko mmeumizwa. Wameumizwa kwa mimi nilikuwa katika mwanangu nimliwaze mchizi huyu kweli kaumizwa. Na dogo kabisa reaction yake kabisa ilikuwa inaonyesha dogo huyu muda wote na saa yote inaweza kutokea jambo lolote. Anaweza kunyonga nini, akanywa dawa nini akakazimia. Mimi ndo nikaimba kwa sababu yeye alianza kuimba verse yake na ile pale I miss you. Mimi ndo nikaja na mimi nikaimba pale nikabless. Okay, Eno upo wana Man Gang? Yeah, mimi nipo na Man Gang. Na Man Gang. Okay, naona kila upande upo na baba yako. Babako ngomesha babake Kenny. Kenny ni mtu ambaye kanisupport toka mara kwanza nilikuja kama mfanyakazi. Nilikuwa nauza barafu maeneo fulani ya Temeke Kolasini kule. Nimeuza sana barafu maeneo uwanja wa Taifa kule. Maisha yakawa magumu sana kabidi nirudi nyumbani. Kwa mara pili pia mara kwanza nilikuja kwa sababu ya muziki. Nishasota karibia mwaka mzima kwa kina Fadhili Chunchu ila sikufanikiwa kurekodi. Kwa kipindi hicho kina Bala MC Master. Kwa hiyo Kenny ni mtu ambaye amenisaidia na kuiona thamani yangu mpaka leo nipo hapa. Nimekutana na watu wengi. Wewe unashahidi, nimekutana na watu kama kina Kandolo nimefanya nao kazi. Watu wengi nimefanya nao kazi lakini mpaka sasa hivi ni mtu ambaye ananisupport, lakini pia na mtu ambaye kama Mungu anamleta katika maisha yangu kwa sababu tunakutana kila sehemu. Na hususan sehemu ambazo tunakutana pia anakuwa na uhitaji wake na watu wanamhitaji kwa sababu ni mtu mzuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu, na lakini pia ni mtu ambaye yani mtu mzuri yani anasupport na tunaishi poa, ni mtu mzuri kuwa naye. Yeah. Mtu so fake. Najifunza nikikua, nikiona brand yake, nikitumia brand yake. Nafikia stage mimi nikutana na video nikimwambia mimi msanii wa Kenya anakuwa anani appreciate, ananipa, anani respect. Kwa hiyo pia ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Kuna vitu vingi ambavyo naweza nikaja kuviongea mbeleni. Okay. Yeah. Sajenti, kwamba tuongelee kitu kimoja ambacho kwenye muziki wa Singeli kunakuwa kuna maandamano sana. Hivi mfano mtu ametokea amezungumzia muziki wa Singeli vibaya, wewe kama unachukulia vipi? Muziki ambao ndio umetokea huko ambao ukipiga nyimbo yote unapiga. Yaani hapa Eno Plati akiambiwa upige nyimbo fulani anaimba nayo naimba. Kiukweli iko kitu kinatuma sana. Na zani kiufupi tu, yani wasanii wengi ambao walienda kupiga show nje ni wasanii wa Singeli. Kama iko kitu umefuatilia mzee, si unaelewa? Kwa sio kitu cha kupuuzia, si unaelewa? Tunafanya vitu vikubwa mzee, hatujaja kushangaa magorofa. Si unaelewa bro? Kwa mtu hawezi ukatokea tu from nowhere, unatokea tu unakuja kukandia, si unaelewa bro? Hiyo kitu hakipo. Okay. Kingine cha zaidi kwamba mmesema kwamba idea ya nyimbo ambayo umeitoa kwamba ilipatikana mko wapi? Studio. Madare. Madare. Okay. Mtu wa kwanza kabisa kusema bwana hapa naomba bwana Eno, naomba nikae verse ya kwanza bwana. Ndugu yangu hapa Sajenti naomba nikae verse ya pili. Alikuwa ni nani? Kushambulia verse unajua ile kufungua dimba. Unajua mimi Sajenti ni mtu ambaye ananisupport muda mrefu. Ananisupport pia, sisi tunajuana kabla ya kuwa hapa, kabla ya kuwa na Mani. Kwa hiyo ni sehemu ya familia yangu ambayo inanisupport kuliko mtu yote. Ukimwangalia umri wake na mimi umri wangu ni kama tunafanana. Tumezidiana nadhani miaka 2. Okay. Lakini ana upendo mkubwa sana, ananisupport mimi japokuwa yeye ni mdogo na alikuwa yuko mbele, lakini ananisupport na unaona tunasogezana. Okay. Pateni huyu dogo kuniambiaga kumpambaniaga Pateni hadi kwangu mimi kwa sababu mimi niko na nafasi kubwa kuliko Pateni. Okay. Kuna muda ambao kwa hiyo Pateni kuja kupambaniwa kwangu mimi na huyu dogo alikuwa kipaumbele na huyu dogo alikuwa na nafasi kubwa. Pateni mimi simjui, ajulikana na mtu yote. Huyu ndo alomleta katika maisha yetu watu wote katika Singeli. Huyu dogo ni mtu ambaye ana moyo mzuri sana. Okay. Kwa hiyo mimi nilivyoona yeye kafanya kitu fulani na mimi hapa nikaomba nafasi pia. Nikamwambia mwanangu wewe nzuri, tushirikiane, tukashirikiana kweli tukaimba. Umeona? Hivyo. Na ukweli ni kwamba Sajenti aliingiza verse lakini asha kunisikia mimi nikiwa na hiyo. Yaani Sajenti aliimba lakini Sajenti ndo aloimba freestyle. Sajenti ndo aloimba freestyle. Lakini mimi nikupo talent shakopo na verse kwa sababu Sajenti alisikia verse yangu ninavyoimba. Kwa hiyo na moment yake aliyokutana nayo
alivyoimba na mimi nikaja nikaimba ile pale verse ndio ikawa Tesa kwenye mapenzi. unyama naambia ndio dogo tulia. Naomba niwatambulishe mchumba wangu wa sasa. Mchumba wangu kwa sasa labda niwaambie tu mchumba wangu ni Studio. Ya nimefunga naye ndoa. Kwa sasa tunategemea kupata mtoto. Ya. Na jina lakini sinajulikana Studio au kuna jina jipya? Si ndo huyu anaitwa Studio. Ndo mke wangu mimi. Dogo waambie watu ukweli. Kwa nikikaa na dogo mapenzi yanamuumiza bigi. Hapa anatufunika kombe mwanadamu apite. Wewe juzi kati dogo alitaka niue, tumeenda sehemu sisi, mimi nasema ukweli. Tumeenda sehemu. Tumetoka dogo, yani dogo. Sawa hiyo sijamwambia mtu. Tumepata hela, demu mwenyewe tena kama anajijua aseme kabisa huko aliko na nini. Kweli jinani anazolofiga. Huyu dogo anajua, mimi simjui kwa sababu mimi pale nimeenda kama mimi saidia fundi. Unaelewa kwa sababu mimi ni muuni kuliko huyu. Sahihi. Kimtazama kama unaelewa? Muuni. Asa mwanangu tumeenda sehemu kwa demu. Kufika kule kwa demu kasema ana apartment nini uko mwenyewe fresh. Kwanza demu alisema ana kama eneo fulani hapa katikati hapa ubungo. Tukashangaa tumeboti. Tunapiga story tunakuja kukuta Bolt yetu sisi. Si hatujanunua gari au vipi mjomba? Tumejikuta Bolt yetu ipo inasoma Buza huko. Buza mjomba, mbona huko? Nikasema mjomba, mbona kama huko Buza mjomba? Hamna. So tulia mjomba, sio na nini. Mimi sometimes mimi na. Lakini mchongo mzima anauelewa. Haelewi. Yeye mwenyewe haelewi kwa sababu demu mwenyewe online. Kweli mwanangu kufika pale nyumbani kwa demu mwanangu fresh. Kwanza demu mwenyewe anatetemeka vibaya. Tumeingia ndani mwanangu kisebule chenye kidogo tu kitiviki kidogo vibaya. Twende. Kama mdogo wangu leo umenichoma. Asili yake ni mtu fulani anayejua kuandika sana mistari. Kwa ni mtu fulani watu ambao wanamjua yeye. Kwa hadi story kaitunga. Yaani huwa anatunga hapo mwenzako. Yaani mtu wa freestyle bro. Kwa hiyo nishamzoea. Endelea. Kidogo tukuzikuta viatu. Sema naomba atukuta ya posi. Ya posi atukuzikuta. Sajenti. Bro, mimi nipe hapa. Sawa, sajenti. Tukasikia kitu gani ambacho asha ukifanya nao nasema jamaa yule naye lakini Eno bwana alishawahi kujaga na mshangazi wake ilikuwa home Madale. Huo mshangazi baba ana subiri. Sijawahi kuona. Umemchazea kuchazea. Bro, sijawahi. Six pack kama zote. Sijawahi kuona mzee. Sio unaelewa bro. Haini kama yote. Sio mchongo bro. Dogo. Cha kwanza kabisa dogo. Unapata mbabe wako huko wewe. Dogo sikutegemea kama vitu vya nje ya kamera unaweza kuvisema live. Cha kwanza unajua bro. Sisi wote tunajua sisi ni watu ambao tunatania. Wapi kwa Madale huko? Yeah. Ni watu ambao tunatania. Muda huo wangu hayupo. Kanko kashasafiri kaenda kwenye show. Si unajua tupo wenyewe. Wauni tatu tunapika wenyewe. Yaani mimi naweza nikasemaje mdogo wangu? Hii interview sio ya mwisho. Kuna siri zako nyingi sana utazikuta ziko live. Asibe bado hajamaliza. Hajamaliza wakati. Wewe bro. Yaani mdogo. Mdogo wangu aisee, mdogo wangu hivi ni msanii gani ambaye anamsumbua sana Sajenti? Msumbua kwa nini? Mahusiano yani. Mshangazi, msanii. Amna huyu jamaa anampenda mtu yani huyu ana demo anayemfagilia kusema kweli. Usiana mademo wa master afagilie mtu huyu mwanangu ni mtu ambaye anamkubali sana mdomo mwingi anatumia kumwangalia Travis Scott kwenye kila kitu. Unaona mnyamwezi. Yaani huyu mpaka anavyoenda chooni dogo huyu. Lazima drip. Huyu dogo juzi kati nimemkuta huyu dogo huyu. Anajimaliza. Anaenda. Sasa mtu unaweza kuoga na mawani bro. Huyu dogo. Anaoga na mawani mwana. Sawa, subiri. Sajenti. Hivi ukiambiwa Dar es Salaam. Mademu wapi ambao unawafagilia sana? Dar es Salaam. Ambao unatamani sana ndugu yangu, mimi nishakwambia huyu anapiga freestyle. Mimi nishakwambia nimeoa bwana, mke wangu mimi yuko ndani studio. Sawa, subiri. Mke wako yuko anatokea wapi Dar es Salaam? Studio. Sawa, studio sawa. Anatokea sehemu gani? Mbagala wapi, Mzinga wapi? Wanamani gang studio. Na huyu hapa anakizaga pesa uchukua watoto wapi? Huyu anapenda watoto wa Mbagala hivi Temeke, watoto wa Temeke.
Sije tu nikajizibia riziki bure basi ukanionekanika mimi ukanichunganisha na watu watemeke mimi nikaonekanika mimi hapa. Kingine cha kuchekewa sawa. Nionekanika mimi na afu dogo. Ishapita. Hivi nikiuliza kitu kimoja ambacho cha utani sana. Cha utani sana kwamba katika mahusiano Sajenti kitu gani ambacho kipenda? Kwa kweli mimi sija kufuatiliaga mahusiano. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinanikera. Na washauri ambao watu ambao wanapenda mapenzi, magorofa yote ya watu, hatujaja kushangaa magorofa. Yeah. Kwa sasa hivi nakwambia hujaja kushika kwenye mahusiano. Bro. Yaani mimi usizunguke amesema wewe. Kasema wewe. Yeye mwanamke wake nani? Studio. Nimeoa sasa. Kwa maana yake hujaja kushiriki tendo. Nataka chochote yani napata. Hujaja kushiriki tendo. Mwanamke yule. Okay. Wewe dogo. Wewe dogo, waambie watu ukweli kwamba mapenzi yanakuumiza na sio kitu kingine. Sawa? Mimi siwezi kuongea hapa uongo bro. Sawa. Huyu dogo tumekuta ya force kwa watu huyu hapa huyu. Tumerudi rafiki yangu tunaongea barabara nzima tumetumia hela kibao kwenda tu kurudi kitu kibao. Naongea sakata la kweli hili. Sasa wewe mtu gani atakuwa mpenzi wake studio? Sema ukweli. Maana anarudisha nyuma ujue mambo tulishaenda mbele. So studio blaza mimi udogo namjua. Sema unajua nini? Sema huyu. Kidogo huyu kidogo mwanangu huyu hapa mstaarabu au vipi? Yaani huyu mwanangu yani mtu fulani ambaye kwanza ana mambo mengi yani mwanangu mtu fulani vipisi. Akipata demu wake mmoja kama huyu dada amemaliza. Kama kaisha huyo. Kama huyo tu yani. Sajeni sahihi. Mambo yako hayo. Hiki ni kiboda boda cha Video Boy. Zangu huu mwezi bado hujaisha. Basi tunaomba isifikie huko. Itaenda mwanangu msimu wa Ramadhani utaikata. Okay, sawa. Kingine ambacho nahitaji kujua kwamba hivi ukiambiwa nyimbo ambayo toka umeanza kuimba ni mwingine ambao unaifagilia sana, unaipenda. Yaani kila siku aishi kuchoka kichwani. Nyimbo ambayo naipenda. Unapenda kwenye upande kipande kidogo tu ulichokiimba. Naondoka na wewe. Naondoka na My G. My G, okay. Yeah, My G imebadilisha maisha yangu yote. Yeah, imebadilisha mfumo mzima wa maisha yangu. Kwa hiyo nyimbo ambayo imenifanya niaminike na watu wengi. Okay. Yeah, kwa hiyo My G ni nyimbo ambayo imebadilisha kila kitu maisha yangu. Sajenti. Mimi nyimbo yangu ni tunakuja kama mazombe. Yeah, wangataji tu. Ambapo umepiga chorus si ndio? Yeah. Umeua. So nimepiga chorus nyimbo yangu mzee. Okay. Yeah. Hiyo sio ambayo umetambulishwa na Man Gang. Yeah. Hiki ni kiboda boda cha Video Boy. Yeah, yani nilishindwa tu kuipandisha kwenye akaunti yangu kwa kipindi kile kwa sababu yalitokea tu matatizo, watu unajua tamaa za watu. Walileta tamaa, unajua. Walichukulia chikeni masala, unajua. Sasa tumewapongeza kwa walichofanya, tukafungua akaunti mpya na ile kapandishwa kwa mshua. Hawajafaidika na chochote. Nyimbo imekaa on trend sijui wiki 4 mzee. Kanyagia wewe twende. Hamna mimi sijamkanyagia. Chorus yako hiyo. So sikiliza nikwambie. Chorus yangu sijui nini hamna. Hivyo vitu vile ambavyo vilikuwa vya zamani. Unajua sometimes katika maisha sisi ni binadamu ambao unafanya makosa. Sahihi. Na kuna muda ambao inatakiwa ujue makosa yako uliyofanya na uendelee na vitu vingine. Sajenti ni mtu mmoja hapo ambaye akifanya makosa anatambua makosa yake. Chap kwa haraka. Yeah. Haijalishi atakuomba msamaha au kutokuomba lakini ni mtu ambaye katika moyo wake ni mtu fulani ambaye hawezi kuwekea kitu moyoni. Tunaweza tukazinguana hapa tukagombana, sometimes sisi ni marafiki tunaweza tukagombana tena tunagombana sana kwenye masuala ya kazi. Lakini baadaye naweza nikamwomba nguo, nikawa sina nguo na akanibless, maisha mengine yakaendelea. Ukiangalia yeye anafanya sana show kuliko mimi. Ananibless, tunaenda kwenye show zake, nafanya show fresh, tuna perform fresh kama mwana. Tunaua kila kitu. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu mzuri sana kutokea. Naweza nikasema yeye ni mtu wa aina fulani ambao wanahitajika sana katika dunia, mtu ambaye hana mabaya, wekee vitu moyoni. Ukikosana kuchana hapo hapo, ukikosana unamchana hapo hapo. Yeah. Unajua sio kwa ubaya lakini naweza nikasema ujamaa ni sehemu ya maisha ya Pateni yote. Maisha yake yote ya muziki ni sehemu
ya Pateni ni same, ni ubavu au naelewa. Kwa hiyo haijalishi watu hawajafanya vitu vibaya, hawajauana, hawajafanya vitu chochote. Ni vitu fulani ambavyo vilikuwa vya kawaida. Ni vitu ambavyo vya kawaida sana ambavyo ukijua umekosea ndio kwa usamehe na msameheane, vitu vingine viendelee. Na tena visiwe vitu ambavyo vinaenda wrong muda huo na ushapata kila kitu na bado unaendelea kufanya vitu vyako na bado hausamini uwepo na upendo ambao ulikuwepo mwanzo mpaka unapata hivyo vitu. Inakuwa iko sawa. Sajenti, bado unasema Pateni? Mwambie anakujaga. Anakujaga hapa. Hapa mwanangu ashakuja mara 2 hapa. Nyumbani mwanetu ashakuja mara 2 hapo bila taarifa. Lakini kwamba mnapiga cool fresh hiki ni kiboda boda cha Video Boy. Kwa namna fulani mimi naweza nikasema mchizi kwa namna fulani. Yeye kama kuishi maisha yake. Pateni. Naweza nikasema kama kuishi maisha yake kwa sababu sisi wote ni binadamu. Mimi pia sije kuongea sehemu yote. Ila biti ambalo Pateni anaimbia mpaka anatoka lile nyimbo, sijui nyimbo ilofanya tugombane zinaitwa Salio, ndio ilofanya sijui wakanikata. Ile ni biti yangu hiki ni ambayo mimi nyimbo sijatoa mpaka leo. Kusa alikuwa anamkubali Pateni na anakubali anachokifanya. Kusa alikuwa ni producer wangu mimi. Sio mimi tu, Kusa anakubali mtu yote anayefanya vizuri. Alikuwa anamkubali huyu na aliwa support before. Mimi Salio imetumwa katika simu yangu, mimi ndo nimemtumia D-Square kwa sababu Kusa anatengeneza nyimbo ya Salio. Hana simu. Mimi ndo nimetumia simu yangu, nimetuma nyimbo mara 2, nimemtumia D-Square. Nyimbo inatoka, mambo yanabadilika mbeleni. Si unaelewa? Sergeant Pateni anakuja anaanza kulalamika tupo naye, lakini sasa hivi hatupo naye. Sasa hivi tu inafikia stage ambayo mwanangu nikimwambia shida 20,000 hawezi kunisaidia. Na ni mtu ambaye yeye anawaambia watu kwamba afanye show, lakini anafanya show anakota sana. Hasa kama yeye hajakubali kuwa inspire watu na akaamua kuishi maisha yake, sawa, sisi tutaishi na watu ambao sisi tunaweza kugombana na tukasameheana, haijalishi kwa wakati gani na maisha mengine yakaendelea. Mbona sasa ndio unacheka? Kuna nini? Kaja hapa mwanangu kamkuta mwanangu kalala studio, kamkuta Sergeant juzi kati hapa. Kamkuta Sergeant kalala studio. Kaja kamvuta miguu. Si unaelewa? Makuzi lakini. Si utani lakini sasa utani lazima ujue umekosea. Ujue maisha shabadilika. Na ukweli yeye kapata. Au unasemaje? Yeye ana maisha. Sergeant, Pateni kapata hajapata? Mimi sijui kwa sababu sijafuatilia. Maneno ndugu yangu anasema Pateni kapata, kaokoka na sawa, yote heli mzee. Kila mtu ana njia yake mzee. Usiseme ndugu yake sijui nini kuficha nini. Yeye ana maisha yake. Okay. Na Mungu mwenyewe anajua. Sio watu. Kwenye simu yako namba Pateni ya Pateni hivyo? Sidhani kwa sababu la nini mpya. Nini mpya? Okay. Na kwenye nini tuseme kwamba mkikutana hapa kwenye show kila mtu anakaa upande wake au mnapiga story fresh? Hamna. Mimi muda wote niko na mwanangu hapa. Kuna reaction fulani ilifanyika kaga wapi Tip Top pale? Unaikumbuka reaction? Basi leo tunachukua show live pale. Pateni ulianza kuimba? Akafuata yeye. Hapo mimi DJ wangu ndio ilikuwa birthday ya DJ wangu. DJ wangu mimi sikupanda. Kwenye show ya DJ wangu mimi sijapanda, afu wameimba wauni wote, wasanii wote. It means kwamba mimi sikuwa na uwezo na siku deserve kuwa pale. Ili angalia. Siku deserve. Wameimba kaimba Pateni, wameimba watu wote, lakini mimi ilikuwa show ya DJ wangu na sikuimba. Afu na maisha mengine yakaendelea. Okay. Kwa hiyo kuna namna fulani ambao si hatuwezi kuongea sana, ila yeye mwenyewe na yeye kama anahisi sio mwanetu fresh. Afu kila mtu ana maisha yake. Kwa hiyo tuipitishe hivi, imepita tu. Maisha yanaendelea, atakutana juu. Lakini kinyongo na Pateni hauna. Hamna mweke. Sasa mimi mama yake kanikosea ni. Okay. Apate hela apelekee nyumbani. Hiki ni kiboda boda cha Video Boy. Na ikitokea labda siku labda kama mtu labda amefollow labda Kenny amefanya project moja. Hiyo project amesema bwana na wasanii watatu ambao wanafanya wanaimba. Kuna Eno hapo, kuna Sergeant na mwingine kamficha. Alafu kila mtu anakuja kuongeza sauti kivyake au kafanya project alafu bwana ndakani wote mbaruze huko. Alafu unashangaa project inatoka sauti ya ya Pateni ipo. Inakuwaje hapo? Kaida za haitotisha. Na utambue sasa hapo wewe umeimba kama
leo niimbe au nitoe nyimbo afu hujatenganisha kama mtu fulani utamkuta ndani? Mimi siwezi kufanya muziki simple mzee. Haya ndo maisha yangu. Sijui unaelewa mzee. Ndio mwanamke wako. Sijui unanielewa. Yaani muziki anasema mwanamke wake. Kwa hiyo siwezi ukaa studio nikafanya utoto. Kawaida sana. Siwezi kuchekesha. Kwambieni tu watu ukweli, pateni tu mtu wa kawaida kama watu wengine ambao wapo. Wapo. Unajua muziki ni burudani. Kwa hiyo msitaki kuleta habari za umungu kwamba mmoja akaonekanika noma sana kwamba nini. Hamna. Yeye ni mtu wa kawaida tu kama watu wengine ambao wamekuja na wapo. Kulikuwa una mkataba MC, wapo wasanii tishio na wapo wamefanya mambo yao. Vitu vingine vimeendelea. Kwa hiyo haiwezekani mimi nijijibie mimi nisharekodi na pateni na data ikafutika kwa mazingira kutatanisha sana. Na ilikuwa nyimbo kali sana. Umeona? Tuseme kama MyG. Kama mimi sijasema hivyo. Nyimbo ilifutika kwa mazingira kutatanisha. Kama Mungu mwenyewe ndo alipanga data ifutike na vitu vilifutika, sawa. Ila hiki ni kiboda boda cha Video Boy. Kwamba mimi na hata eti nimbe na pateni kwamba ndo kila kitu nitatoboa sijui nini. Akiimba vibaya namtoa na mweka sajenti. Umeona? Na sajenti akiimba vibaya. Kwanza sijui nikwambiaje mjomba wangu. Yeye ni mtu wa kawaida. Na kuna maisha ambayo utali katupitisha sisi. Labda tuwajuze sisi hatufanyi simple, hatuigizi. Ni mnafanya international. Mbona ndio aje kuingiza sauti kisirisiri? Siri anamficha nani? Na kwa nini nafanya siri? Hata producer wote kwa nini sasa afanye siri? Aje tu hapa tufanye muziki. Ndugu yangu hapo, unamjua Boba? Namjua. Ni mwanao sana, mnawasiliana sana. Siwasiliana. Wewe usinafu ni mwanafu na nasikia mnaishi kindaki yani. Hapana, Boba tu mwanetu mimi Boba nikutanisha naye nani yule Dogo Pateni. Akaenda kaniambia Boba upo naye pesa ngapi? Tunajuana tu juu tukikutana salamu hivi si unajua. Kwa lakini mnapiga story fresh kabisa. Hamna mtu anayemchezea mwenzake. Unajua wale bro. So washaji zetu tena. Mmejitenga. So tumejitenga zetu. Hawakuwa washikaji zetu. Sisi tulikuwa tu katika nia tu ya kusaidiana. Ya kusaidiana, si unaelewa? Nufaika, amenufaika, sio nufaika inshallah. Brother upo umewaka kinoma. Okay, sasa. Okay, sawa. Yeah. Sawa. Nyimbo yenu mpya ambayo mmetoa inaitwaje? Inaitwa I Miss You. I Miss You. Naomba nipate chorus ya mtu mmoja afu malize na verse. Chorus ya mtu mmoja? Chorus moja na verse, yes. Sawa. Basi ndugu yangu anza kuimba. Sio kitu ndio kilifanyika na nilie Mwalimu Madare. Nani aanze sio hivyo. Nani? Na wewe? Huyo jamaa sio muoga. Nimepiga simu toka jana. Mbona simu zangu takishika? Au kuna kosa nimelifanya? Niambie mama nitabadilika. Nimepiga simu toka jana mama utakishika. Au kuna kosa nimelifanya? Niambie mama nitabadilika. Mchumba usicheze hisia. Wakaja wakakuchukua. Ukaniacha nalia. Mchumba usicheze hisia. Wakaja wakakuchukua. Ukaniacha nalia. I miss you. Nimekukumbuka mwenzio. Anaitwa Dogo Sajenti hivi. Tunaanzia na Dogo, si ndio? Yeah. Okay, mdogo. Wewe Dogo kwanza, mdogo wangu katika wewe. Unajua kuna muda ninakaa na kuanzia naona Dogo. Mbadi. Yaani jina lake, sijui yani jina lako mbona sasa toa hata ile mdogo toa. Labda niwajuze watu ya ile mdogo ina siku chache sana kwa sababu ndugu yangu ashasema itolewe. Nani sasa? Mkuu au ndugu yako? Ndugu yangu naona maana yeye tulishamkataza, nikamwambia asitumie Magic Boy. Sasa haina budi. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa sasa naitwa
Sergeant, bro. You know what I'm saying, bro? Kwa maana yake ile mdogo tunaitoa. Yeah, I'm Sergeant. Kwa maana yake katika blog ya videoboy.com nitoe ile mdogo. Nikiana ni change. Sergeant. Okay, sawa. Yeah, bro. Okay, sawa. Na dude. Oh, sergeant. Hivi maana sergeant ni nini? Sergeant. Yani hilo ni maana yake. Lakini kaka I don't fear. I don't fear anywhere, I don't fear. I don't fear. Mmoja mkubwa sana katika vyombo vya jeshi. Yeah. Nyewe noma, I miss you. Nimekukumbuka mwezio. Yeah. Basi kijana wangu Sergeant. Chorus. Sawa ndugu yangu Eno Prati. Ndio. Naomba tujuzane. Hiki ni kiboda boda cha Video Boy. Kiatu changu shingapi? Ndugu yangu, najua umevaa kisauzi leo. Ukifunga mwanangu unajua unakuona. Unajua ukifunga unakuwa kama una nini, mdomo unatoa harufu nzi nini. Siwa. Twende kwenye chorus. I miss you. Bro tumefunga brother mimi hapa. Kuna kile kipande Anasema Bro tumefunga bwana, unajua. Kuna kile kipande ambacho kinaenda sana mtandaoni. Yeye nisikilize mimi sijamaliza. Kuna kitu mimi nataka. Sijawahi zama if me. Sijawahi penda if me. You kill me. Yeah. Sijawahi penda if me. Sijawahi zama if me. Sijawahi penda if me. You kill me baby. Kama utapata muda nikueleze yale yangu yote ya moyoni. Kama unapenda mziki nimbe ucheze. Singeli mziki wa kitani. So siri mama unanipa mawenge. Tukionana utaenjoy mambo fulani. Sikufichi na kupenda sikuchiti kwa kipi hapana. Ni wewe tu ulipo nipo kwako sombipo umenikabako na sitoki ngo penzi jaza ndo nitakupa do mazingzingzo na bado tupo. Nambie basi nimbe mziki melody mwenza kona pendo navocheka na kudeka palila lila palala ya. Sijawahi penda if me. Sijawahi zama if me. Sijawahi penda if me. If me. You kill me. Yeah. Hatari. Piga unganisha hizo usikilize maji. Hatari iko. Inabaruza. Kinaisha alafu kama Sergeant. Nasema wewe ndo mwanangu, we mchizi wangu, uko lazifanya chochote sababu yangu, najua za kwako, unajua siri zangu, vilivyo vyako na mimi ni vya kwangu, we jeshi langu, we ndo mtu wangu, mshikaji wangu, familia yangu, kama kuimba unaimba nyimbo zangu, kama kucheza unacheza nyimbo, na siku tukipata pesa tujivunge ni mitungi na mikasi, wapi kuna watoto twende tukachome nyasi, tunakunywa bia, tunanunulia na pia maji. Oh na. Kuna kipindi cha kibodaboda unaambiwa sasa hivi ukiona msanii amekaa kwenye bodaboda hii ya Video Boy ujue anaangamiza. Onyesha logo. Logo hii hapa. Hii hapa. Onyesha logo. Na kipindi waambie ndio umekifungua kipindi hiki. Bwana unamzungumzia Video Boy. Yeah. This guy. My bro. Yeah. She man. Wewe Kiingereza umepata wapi? Bro. Wait man. Wait. This guy is kidding now. Video Boy. Baba JJ. Baba JJ. Papa. Video unamzungumza vipi? Kitambo? Ndugu yangu ya kwanza kabisa mimi kaka zangu mimi mbona mimi sipostiwi? Mbona mimi sipostiwi kaka? Mimi nina kasoro gani? Subia Sergeant. Show yako live uliona je ya kule juu kule? Niliona. Maana yake umefanyaje? Maana ndio kwa mimi kinachoniuma ujue nyinyi mimi kama Video Boy ni blaza zangu ambao unanijua toka naingia town ujue. Naelewa vile. Kwa sasa ujue mimi mwanangu mimi sometimes ujue vijana tukisaidiana kidogo na kwa ile kidogo. Maisha hali ngumu. Ndio kumwambia bwana nikinasa show live amefanyaje? Yeah. Kitu kinaenda. Hali ngumu. Unajua mwenyewe nishachoka sana kuwasaidia fundi. Baushe boy video. Mwenyewe anajenga show milioni 2, rafiki yangu show milioni 3, show milioni 3, dogo show milioni 3. Kusema kabisa kutoka mdogo huyu 50,000.
50. Atoi. Ananipa 50,000 sasa 50,000. Ukimuuliza nini anataka kununua studio sijui nini. Waambie watu ukweli dogo. Mimi nataka nifanye show hivyo hivyo maisha yangu yaendelee. So nataka kuleta habari zako hapa za Ndugu yangu huyo. Hiki ni kiboda boda cha Video Boy. Tukienda shopping kiukweli. Sasa shopping wakati mpaka nini? Shopping rafiki yangu mpaka hela mpaka shopping mpaka nitumie 600 ndio uelewe. Tukifika shopping ndugu yangu yule anachukua nguo za 800,000. Nguo za 800,000 za wote kaka. Sitaki kunionyesha mimi kama ndo nimechukua hizo nguo za 800,000 peke yangu. Kwa hiyo ilikuwa pamoja au? Eti kwamba mimi yeye twende kwenye show ya 3,000,000. Eti mimi anipe 50,000 kwa sababu tulichukua nguo za 800,000 na 60,000. Sahihi. Yaani yeye mwenyewe. Muuliza anasema eti anajenga sijui nini wewe dogo. Na hivi swala la kujenga anajenga kweli? Mimi sijui mwenyewe anasema anajenga sasa. Anapeleka buza kule. Kwa dogo Buguruni. Naelewa anapeleka buza kule. Unaona kashasahau story yake. Siwezi kusahau historia ya kweli kaka ya Force tulizikuta za muuni kabisa zinaonekanika hizi sio za mwanaume. Namba 45 demo afa inaonekanika namba yake 39 mguu wake unaonekanika wa 39. Kiatu tulichokikuta cha namba 45 namba ya mwisho ya Force. Nafunga kipindi Wisho Boy VD videoboy.com baba JJ. Hiki ni kiboda boda cha Video Boy. Tangaza biashara yako sasa kupitia Gevido TV, Singeli mabegani.